Nikitazama kanisa hivi naishi machozi yakitoka moyoni. Tena moyo wangu una furaha na kanisa. Nikitazama watumishi wa Mungu machozi yananitiririsha yakitoka moyoni. Ya kuwa kama sio Yesu hatungekuwa hivi. Salimia wakando lako, mwambie Julie amekukaribisha kwenye mkutano. Nataka nifundishe neno ambaye Mungu amenipa. Injili iko hapa nyuma yangu ambaye ni moto ya kumalizia. Itafadia na kutoa kila kitu mbaya kwa yule atakayeamini. Nimejua huyo Mungu ambaye ametoka na mtumishi wa Mungu mbali, lakini ameishi nje sababu ya neno la Mungu. Hii mkutano tutaona Mungu ya wokovu. Intercessors, Mungu awabariki sana. Tusikubali tukae kwa nyumba ya wokovu kama watu intercessor wafanyi kazi zao. Mungu awabariki akasimama nao wakifanya kila siku. Mimi ni mwalimu ndiposa unaniona nikikuja jinsi ninavyokuja. Nina furaha na Mungu mkubwa. Mungu wa mchungaji mwana wa Dero. Mungu wa Opudho mchungaji. Nimesikia Odero mtumishi wake akazungumza kuhusu kwake hapa. Imenitesa kwa watu wako wazima tu. Mimi machozi yamenichosha nikijaribu kupanguza machozi siku na amani. Nikisikia maneno makubwa kuhusu Injili. Nikasema jamani, mimi Julie nani angenijua? Ndipo sa nyimbo ikagusa moyoni mwangu. Ya kwa kama asingekuwa Yesu hakuna yule angenijua. Yule masikini amekuwa. Amen. Nimefikia pale. Funua maandiko. Proverbs 21. Methali 21. Ndogo 21 ndogo 20. Uanze kusoma 20 pale na 21. Ukashikilia pale. Naomba Mungu anipe niende kwa njia fupi. Methali 21 aya ndogo 20. Kuna hazina ya dhamani na mafuta katika maskani ya mwenye hekima, bali mwanadamu aliye mpumbavu huyameza. Andamaye haki na fadhili ataona uhai na haki na heshima. Wachomia itie mwandu malengo nete gimo edala ingamarie Pagamapulo ochamogi mutiekogi ngamamogi makae moke chuji oyudogi ma giduo ino ubedo ng'at makare. Amor kwa Nyasachi wale. Nina furaha na Mungu ya wokovu. Mawinjo kanya Odero uwuyo go ka uwuyo kwa chako. Ambaye nimesikia mjukuu wa Odero akizungumza naye akizungumza na mkutano. Mogowo awinjo kipa kwenye sai awinjo Odero bekocha kocha. Akatua kwenye sifa nikasikia pale watukuzaji walipoanza mkutano. Aero gafikinde sai tuawinjo bitowezi wawacha. Wanapenda wakimtukuza Mungu nipate kusikia nyimbo linasema nini. Nakubali ipate kuingia moyoni nikihesabu yale maneno nikijiuliza yamenitendekea. Na moyo wangu ukakubali umetendeka, machozi yakitoka kwenye birika ya moyo. Nikihisi machozi yakinitiririsha kwenye shavu.
Ikifika kwenye utukuzo nimesikia wakimtukuza Mungu. Tena nimemsikia Mungu wetu akiitwa. Tena leo nimeona jambo lililo njema kwangu. Nimeona neno la Mungu likiwa kwenye mkutano. Tena huyo Mungu mtu anafaa kuwa akijitayarisha kuomba, naye ni muombaji shujaa, tena muombaji amekuja leo. Lakini kunaye wakati mtu anaweza kutafuta shuhuda. Akasema kunaye mkutano nilikalia, lakini ilikuwa ni kama imeenda kando na mkutano zingine za kawaida. Walibadilisha mamlaka zingine mbele yangu, nikapata njia kupita. Sababu sio kawaida yetu kuja kwenye maombi. Kunaye kile tunatafuta kwa mwokombozi, tukitembea na yeye. Kwa hivyo wokovu ambayo inahubiriwa inatendeka moyoni. Yamaanisha mtu anasikia neno la Mungu, anaamini kwa neno ya kuwa ni hakika, ananivisha. Na hilo neno likiingia moyoni mwake, hilo neno litafukuza giza. Yamaanisha itafukuza shetani. Mwangaza inabaki moyoni mwa mtu. Baadaye yule mtu akifunguliwa, wokovu kaingia. Roho ni mshuhudaji, ataingia pale akinena kwa ndimi ambayo watu hawajui. Wakati ukinena vile, inaonyesha huyu ni mtu wa Mungu. Yamaanisha amehamishwa kwenye ufalme wa giza, akakaribisha kwenye ufalme wa utukufu. Ndipo Biblia linasema ya kuwa kwenye boma mwenye hekima kunayo mali lenye dhamana na mafuta. Amen. Amen. Mali ya gharama. Rudia tena na Kijaluo. Nitie wandu manengo ne te gimo edala gi ng'amariek to ng'amofuwo ochamogi motiekogi. Mwandu manengo ne te, kunaye mali lenye gharama gimo na mafuta edala gi ng'amariek, kwenye boma ya yule mwerevu. Mumakawan managijia. Hapa kwenye Biblia tuko na watu wawili tu. Biblia imezungumza kuhusu mwerevu na yule mjinga. Aliyeokolewa sio mjinga tena. Tena yule amepokea wokovu moyoni, jinsi nilivyoanza, ujinga unaama yote. Hekima yake imeingia moyoni, ukaingia tena kwenye ubongo. Anaona mbali. Hata kama kunaye maadui wake wengine ambao wanatengeneza kikao. Hekima inafanya akatambua kama wajaweka kikao kumshinda. Sababu mwerevu ni tofauti na mjinga. Biblia inasema mjinga atakula yale mali zote. Hebu shikilia kwanza ya kuwa mali lenye dhamana na unga hakuna pale ya mboma ya yule. Zitapatikana kwenye boma ya yule mwerevu. Yamaanisha wokovu.
sio ya mwili mwengi. Kata ok en mar ng'ama ok oyie. Ama sio ya yule hajaamini. Warruok en mar ng'ama oyie. Lakini wokovu ni ya yule ameamini. Warruok nengo ne tek. Na ile wokovu ni la thamani. Ene mawinjo kaja neno huyo kuome. Ndiposa nimesikia mshuhudaji akizungumza kuhusu evangelist oder huyo kuome. na nikasikia mwinjilisti akizungumzia kuhusu. Bro edala na Maria kanyo. Kwa hivyo pale kwenye boma la mwerevu. Mama mfuo kochopo. Ndiposa yule mjinga akifika. Ochamo mutie koki. Atakula yote na kumaliza. Na mfuo okongelera. Mjinga hatambui mwangaza. Kundigie Mudho. Kwao ni giza. Kundigie mfuo. Kwao ni ujinga. Kundigie en jaketo. Kwao ni wale waovu. Kundigie jaduoko chien. Kwao ni wale wa kurudi nyuma. Kwa chunyu noko biro. Kwa hivyo lile moyo likikuja. Onyalo chamo mwandugi mo manye dala na Maria. Inaweza ikakula mali na mafuta yaliyoko kwa yule aboma mwenye hekima. Na hilo neno imefanya wengine wanaomba. Lakini yale yamesimama dhabiti haisongi. Yaonyesha yale mali wanayozungumzia. Inaishi moyoni. Hata kama ulimuita Yesu akaingia. Baadaye na ukajazwa Roho Mtakatifu. Sababu yule amejazwa Roho Mtakatifu ni wokovu. Lakini yule bado anakiri Yesu ni okoe na tunataka tueleze kanisa ukweli. Pasipo Roho wewe sio mwana wa Mungu. Umelindwa tu jinsi amelinda pale kwenye kichaka. Sababu unaweza kukaa tu. Unaweza kupigana adui wako pia hakosi kupatikana. Yamaanisha hakuna Roho Mtakatifu inayeweza kukukanya na kukuonyesha. Kwa hivyo hata ukisema wewe ni mwerevu, unaweza kupatikana kwenye sabu ya pili ya kuwa wewe sio mwenye hekima. Wewe ni mjinga. Mwenye hasira ni mjinga. Jinsi mama mtumishi wa Mungu anafanya ushuhuda. Tena leo nimesikia kishuhudia jinsi ujinga ulipeleka kwao. Ujinga ukafanya mwana mdogo akamjibu mzee na mzee pia ujinga ukamjibu na ufuo. Yamaanisha ujinga umeshika boma. Inamaliza mali ambayo yanapatikana kwa mama ya mwenye. Utanisikia hata kama hujanisikia. Amen. Warruok nengo ne tek. Wokovu ni lenye dhamana. Kama ingekuwa inanunuliwa pengine waliokaa hapa wangeinunua kwa maana. Kile mtu mwenyewe amefanya kapishwa uchi na kapelekwa Golgotha. Walikuwa pale vijana lakini hawakuchinjwa kama kondoo. Mimi niko na watoto 10 na kitu lakini siwezi hata kutoa moja. Sababu nawapenda wote. Lakini moja pekee. Wakanunua wokovu na dhamana tu. Pengine hata mtu akimuita bado ni mchanga anaweza kulala njaa na kukua. Na roho na huruma ndani yake ukisikia na bidii. Na moyo wake ni safi huyo binti au kwa jamaa kuna mali zaidi ya Raila. Sababu gani leo hii tunasumbuka na kanisa? Wanataka waone yule amevaa nguo kama mama yetu mama Atia. Leo amevaa blue kesho akavaa suti ya white. Biblia imenikataa. Ya kuwa yule ameokolewa tu. Akatolewa dhambi moyoni. Na roho ikaingia ukasema huyu ni mwana. Roho unanena. Ukimvisha nabii. Akikanyaga mwangaza unaendelea na akitembea kuna mwangaza moyoni. Mwangaza unamulika njia. Inaitwa mali iliyoko kwa Mungu. Hata kama unaenda shule. Wokovu ukaingia. Katika umebeba neno la Mungu. Jua ya kwamba umebeba mali.
Yuda anafanya kazi ya kupigana vita. Kwenye wokovu unafaa upate wale wanakutusi. Ukirudi kutuka tunasema wakufuru. Nafundisha. Amen. Unajua kama jajiadari sio yeye pekee. Wale walikuwa wakali. Tuko na hapa kwenye wokovu. Tena walikuwa na hasira. Wanavita ambaye nimekimbia nasikia kifura. Wakati ya kifura akikuwa kubwa. Anakani kama mchawi anataka kwenda kuroa. Amezikwa hasira. Hata kama ni mhubiri hivi. Amina. Hata kama ni mrefu hivi kama mwana wa Mungu. Mtoto mwingine akakuja naye piga kuja mwana wa ugeni. Huko tika chini. Huyu ni mtoto mdogo. Na huyu ni mwana wa Mungu. Unajua huyu jamaa kishikwa hasira. Ujinga ukashika akili na moyo. Wakati akifura kwa moyoni ni kama anamshika Amolo hiyo stani yake inafanya anakuwa mdogo tena na kwa nini nafundisha? Kuna wale wanatembea wokovu na ili huyo ninaishi na wao. Amen. Anaweza kuwa na hasira lakini ukafikiria ja siku ya siku. Ameshikwa na hasira naona mkubwa ni kama mtoto. Anaona mzee akiwa mdogo anaona afanye nini? Akasema pasipo wokovu. Mwana wala amesubiri nani? Hebu tazama moyo wako vile unafanana. Nimesema mama ameshuhudia na faa kupata wala na mchokoza kila siku. Sababu nyungu ya kazi ya kwako inafaa upate wala anasema huyu mwanamke mjinga. Ni mjinga kupita kiasi. Kama sipo roho kama jamii kutembea vile roho nataka. Atasikia kifura. Ndiposa mtu wa hasira kama amejaa nguo ni tatarajia kwa sana sura yenu. Bali wako sura ni hapo hakuna. Nafundisha na mama sababu alishuhudia na kufundisha kanisani. Ya mtu arejee maishani mwake kwa utu wake. Akasema je, nimesema kama huyu. Mwaka mwingine kuna upepo ulitoka hapa Nairobi. Usiniulize ulitokea wapi. Tuende tu na wewe vile naenda. Naona wanaume wa koti afadhali sasa. Moyo wangu unaniuliza je ni wao kweli? Je hii ni wokovu? Nasikia kama moyo unavunja. Je hao wanajua wala wanacheza nao wakiniona nimeokoka. Naona mzee anatembea anaongea pole pole. Na akiwa na sara ataongea akipiga kichwa ni kama amke na na wokovu ikaingia kambadilisha jinsi amekandika kwa nyumba. Akiongea pole pole najiuliza je huyu ni mwanamume? Mari wanataka kulivisha ujinga watu. Je huyu mzee ni mwanamume kweli? Nasikia nikimtazama ujinga unanifunika. Nikiangalia wale sio nini pale vita ilitokea. Watu wanajua vile ningeiti pale au ndio kawa wanakifika na roho inanikanya. Nasikia nikisikia Adwaro wadi kodi laki kamera. Nataka tuende nawe kidogo. Mungu alijua kutugige kiokutembre. Wale wanalia vitu vyao vitende. Basiri menye nyoka za Kodonj'O. Sababu wanao vitu vya siri zinapaa kama sabuni ya oto. Nikasema jamani, nifanye nini? Warruok
Wacha nitoke niende nyumbani. Sababu naweza kuamaliza. Kama sio kifura. Hakuniona. Yesu. Je, wanajua niko na tabia kupiga wanaume? Na kueleza yale ujinga ulinionyesha. Nasimama hivi na mtoa ndani muda anawaangusha chini. Na sasa vita umeanza. Kumbe shetani kuna kile anataka. Moyo wangu ulitenda la kifanya. Ongea na kufanya. Ukatoka ukaanguka kwa nyumba ya akachukua binti wangu Atieno anataka kwa kichwa. Sababu unaona ni kama umeshinda kujifundisha maana yeye anapotaka kuja, lakini vile unapita kwa vita inaweza ukaribu hekima umekusanya 1,000. Iposa nikatambua nikasikia Roho kazungumza nami niingie kwenye maombi siku sana. Mama Ameda uko hapa, nilikaa hapa nyumbani. Na neno Roho kaniambia siku ya pili. Umeona kama vile inafanya tabia yako inarudi. Na je, unajua wewe ni tasa watoto. Roho umenikanisha. Wanaume hata kama mmeelewa unaingiza tu fukara na shida kwenye nyumba. Fundisha tu. Vile unaishi na mke wako ni wewe unajua. Unaharibu wokovu mkatengeneza sana. Wokovu ni kitu la dhamana. Yule ameita wokovu hata kama alipatikana kama baada ya kuvisha hekima la Biblia. Hilo neno itatangulia atakuwa na ng'aa. Mali na pesa makubwa hajaingia. Ukiona akizungumza akisema upendo. Ukauliza ni wokovu imefanya watu hivi. Hiyo ni mfano ambao utaonekana kwanza. Mali ya ufalme wa mbingu umeingia moyoni. Hekima ya mbingu umeingia. Kile kilicho ndani ndio itatoka nje. Na ukibeba kitu kizuri, na ile kitu itatengeneza vitu vyako. Na ile ufalme utaropia kwa nyuma yako. Ukibeba maovu, itaharibu vitu vyako. Na yote yatamaliza. Ni kama nyoka unaokuramba. Wangapi wamesikia? Yaonyesha moyo ni kitu la dhamana. Tunazungumza kuhusu wokovu, anastahili wokovu. Mbele ya vita yote kali, ndiposa yafaa utambue kama umeokolewa. Shetani atatoa vita akijua kunaye kile anataka. Ndiposa ikasemekana mjini na kuna mali ya mwenye boma akamaliza. Hata kwenye huu mkutano tunaye wale wanaoteseka. Mateso ya ugonjwa ni zaidi ya ugali. Mateso ya maradhi. Kama ugonjwa umeingia mwilini wako, jinsi ambavyo unakaa hapa na maradhi. Maradhi inaweza kuangaisha mtu. Akuwe aweke katika darasa daktari atamweka. Na usikie umetetemeka, umeshindwa na uzima. Manake adui alileta jambo unapitia. Lakini hekima ikiingia, nikasikia hekima imeniweka kwa maombi. Nikasema mfalme nivishe upya. Nivishe. Nikahisi nimevishwa. Na baada ya kuvishwa, siku ya 6 alinena na sauti. Sasa nenda ukue mgonjwa na tena mtulivu na unatenda ufungaji. Nitakuwa nawe milele. Wengine wananisikia, wengine watanisikia, ili wengine
unaoishi nao hata kwa kazi. Ni vita gani ambazo unapigana? Na je, unajua kilichokileta? Upumbavu umekuja kulamba mali ya mwenye hekima. Na tena ukifika katika hatua fulani inataka udidimie. Wakati binti yangu alikuwa anafadhaika, nasema ole. Nikakimbia kwa mwanangu mjakazi wa Mungu. Nikamwambia mwanangu, nataka muwe hivi. Nikafunza wokovu jinsi ya kukua. Manake Roho unataka kunisaidia. Nikauliza nitashika binti yangu na kamba kwa nyuma. Mtoto wangu kwa nini vita inapenda kumkujia? Na mjua nikimwona nasema mfalme unanikodoa. Nilitembea naye na wokovu tukiaidiana na mwalimu. Na tena uzao wako hautatoka kwa mwenyewe. Hawezi kutoka. Hata kama ni mkongwe kama mama yangu. Kuna mahali mali yake imenibeba. Nikasema halitatendeka. Nikaota ndoto fulani. Naona wale wahubiri nilikutana nao wamenipeleka kumzika mama Greg. Naota nikiwa peke yangu. Hizo ndizo ndoto mtu amepata kaenda kuleta vita na wengine. Nikasema ole. Shetani umepata kwamba mwili ulizungumza sana. Na mtoto wangu na mtazama alivyo. Anataka kunipea uoga. Ili nishushwe. Ili ale mali yangu. Ili akule wokovu. Nikahisi nimekataa. Nikasema mfalme jinsi wewe ni wanini. Inuka tena. Manake vita imeelekea. Siendi kuzika binti yangu. Sipaswi kufunga na kamba. Wakati nilinena. Mfalme akaniuliza una nini? Nikaisikia ushuhuda. Nasikia jinsi mkutano umeelekezwa. Na mfalme akaniwacha na maneno. Injili itahubiriwa nyuma yangu. Ni kwamba ninataka ng'ombe. Nikasema sina ng'ombe. Niko hapa jijini. Nikamwelekeza Mungu. Nikasema wewe uko na uzima. Nawe una amani. Akarudia siku nyingine. Kama wanaenda kumfungua mama Greg. Nikamwambia ndugu kwa kukaribisha wageni. Ukaona wageni wengine kama wenye damu. Wacha kuweza ukoo. Adui wako amekutendea mbaya, mkaribishe umlishe. Ili vita isikuje tena. Wakati niliambiwa hivyo nikakuja kwa Yesu wangu. Niliimba peke yangu. Nikahisi nyumba hili limejaa. Simba ulishinda mimi na damu. Kuna wakati mtu anasifu peke yake. Ikifika mwezi mmoja baada ya hayo, nikaona Mungu akakuja kwa na roho ilinielekeza niweleze neno. Ni kwamba utunze huyo mtoto. Utazaa mtoto wa 4 utodai wanamlea. Nilimweleza neno Roho Mtakatifu linielewa. Sasa vita haijatimia. Wokovu ulioita. Nataka ushindi kwa ukamilifu. Ati mtu akikukosea wewe hauguswi. Eti amedharau kwa nini? Wakati mfalme alinieleza nimeniokoa. Madharau yalikuja